anything you do, we still talk about it. Kikombe cha umbea kimeshadunda mezani, yani Chai ya moto show. Chai ya moto show. Inakuwaje wambea wenzangu, karibuni ndani ya Chai ya moto show, and of course this is the #1 online umbea show in East Africa and Central Africa bana. Mimi ni Uncle Jos, nitakuwa naitika. Sasa karibu ndani ya Chai ya moto, and of course katika chai ya siku ya leo ningetaka tuweze kuzungumzia tu masuala tofauti ambayo yameweza kutokea mapema hivi leo. Sasa tukizungumzia leo tarehe ngapi? Tarehe 29 siku ya Jumanne mwaka 2022, mmoja wa bloggers ambaye anafanya kazi pale katika Facebook, katika mtandao wa kijamii, aliweza kufika pale na akaweza kuwa anafanya kazi mseto sana. Akaweza kuwa na release moja wa video ambazo ziliweza kutoa tafaruku sana. Kumbuka hivi majuzi huyu mtu ambaye hajulikani ni nani, anatambulikana kama Madam HINGA, jinsi jile lile lake ameweza kulieka pale katika mtandao wa Facebook katika na account ya pseudo account, aliweza kufika pale mapema hivi leo akaweza kupost video fulani kimuonesha mtu akideforest kule ambako tunasema ni territory, kule ndani ya territory, private territory, akiwa na deforest kule. Wale watoto hawataniruhusu kidogo waondoke kwa sababu mambo haya ni ya kiutu uzima 18+. Sasa hivi alipo post haikuchukua muda mrefu sana, watu wakafika pale katika mtandao huo na wakaweza kuwa na comment vitu tofauti tofauti kwamba wakijaribu kubahatisha huyu inaweza kuwa ni nani yule ambaye aliweza kuexpose. Kumbuka video hii ukijaribu kuangalia, yule mtu ambaye alikuwa anamchukua yule jamaa video na yule ambaye alikuwa anachukuliwa ilikuwa ni umbali kidogo, kwa hiyo ni vigumu sana kusema huyu ni nani. Kwa hivyo watu wengi sana walikuwa wanabahatisha, huyu inaweza kuwa ni fulani, huyu inaweza kuwa ni fulani, lakini kwa sababu huyu mmoja ambaye anatambulikana kama Madam HINGA hakusema ni nani, ila alisema yupo katika gospel industry na ni mtu ambaye anatambulikana sana, online in-laws ni akina nani, wakajaribu kutafarua kujua huyu ni nani. Sasa basi nikueleze, wale mafollowers wake waliweza kufika pale katika comment section na wakaweza kuwa na comment jina la huyu mtu. Singetaka niweze kumtaja kwa sababu sijui ni nani, lakini ni mmoja wa popular Kikuyu gospel artist, ambaye anafanya kazi nzuri sana. Sasa huyu Kikuyu gospel artist wengi wameweza kumtaja kama Sami Irungu, lakini bana, kumbuka mambo haya ni madai, haijaweza kubainika wazi huyu ni nani, kwa sababu Madam HINGA hakutambua huyu ni nani. Lakini watu wale wameenda kucomment pale, hata kwa page yake ukienda kuangalia pale katika Facebook page ya Sami Irungu, kuna watu ambao wameenda pale wakaweza kuwa wana comment vitu tofauti tofauti. Lakini kumbuka yote 9-10 ni kwamba Madam HINGA hakusema huyu ni nani. Lakini ni tabia mbaya kwa wale Kikuyu gospel artist ama gospel artist kuweza kufanya vituko kama hivi. Tumevishuhudia sana, kuna wengi ambao wameweza kutupa mabibi zao na kuwa mabibi wengine, kuna wale ambao bila shaka wameweza kuexpose, na ni tabia ambao ni mbaya sana. Kuna jamaa mmoja ama kuna mtu mmoja aliweza kufika pale na akaweza kusema kwamba hii inawezekana kwamba ni watu wa gospel wakishikwa na aibu wana expose wenzao. Tabia mbaya sana ambao tulisema wakati mwingine, iwapo umechoka kukaa katika gospel artist, kufanya katika gospel industry, toka. Kuna wasanii wengi ambao walikuwa katika gospel industry na baadaye wakatoka. Kuna Bahati alikuwa kwa gospel akaona pale hatawezana akajitoa. Kuna Willy Paul alikuwa kwa gospel akaona hapa hawezani akajitoa. Kuna wengi sana wametangaza kujitoa katika gospel industry. Iweje wewe bado uko katika gospel industry lakini bado tunashuhudia vitu vyako vichafu? Sitasema ni vichafu, okay, sitasema kwamba labda kwa watu wengine si vichafu, lakini kwangu mimi nahisi kwamba ni vichafu. Kumbuka everything that is viewed here or anything that is said here, it is for entertainment, and anything said here, it is for us to be informed. Now it is for you to tell me on the comment section, uniambie bana, unahisi vipi mambo kama haya ya gospel artists kuweza kujipata wameanikwa, wamekuwa exposed. Niite Uncle Jos, mpaka wakati mwingine, adios muchachos, peace.